tukachill tukadate naye, so akakuja tulianza kudate kutoka November. Akakuja Kenya, but before then nilikuanga na date nilikuwa na date the other guy. Sasa venye alikuja Kenya, when was that? December 9th. So before kuja Kenya, nimekuwa nikiongelelewa sana na watu wakimpigia simu wanamwambia venye mimi nimekuliwa na Peter Kiui, venye sijui nimekuliwa na nani. A lot of rumors zilikuwa zina spread, watu wanampigia Naniad kwa call, ananiuliza sijui kama ni ukweli. Tukakaa hiyo November, the whole November before kuja December. Nikamwambia mimi sijai have sex na any mtu, sijai kulana na any mtu. To be honest, mimi sikuwa have sex at all nilimaliza high school 2022. That's why naambia mimi the rumors zenye mlikuwa mmesikia, they are total lies. About what? About kukulana and everything. Boscan sijamaliza the whole entire story after alikuja and what happened. Okay. Is it okay? Go ahead. So, okay, the guy, tukachana na the other guy, the guy akakuja Kenya, that was 9th December. So vile alifika 10, I guess, if I'm not wrong, alifika date 10. So tukakaa naye, hiyo siku tukasumbuana for 4 days, akitaka kuni break. He's a doc, so anajua vizuri what he was doing. Tukasumbuana for... Unajua kipindi kinaitwa Funguka Client. Ukituambia ni doctor, anajua tutaka kukufanyia. Tunataka utueleze na udokta wake alitaka kukufanyia kitu gani au alifanya kitu gani. So this is what happened. Akakuja, ni just the other day. Venye alikuja akapata, zile rumors zenye amekuwa akiambiwa, for real, sikuwa have sex at all. Literally, sikuwa have sex. Akapata sija have sex ukweli. So tukasumbuana day 1, day 2, day 3, day 4. Akaniambia, wacha niende home, ushago So the guy started cheating on me. Akiwa actually he cheated on me. Akaanza kuingia DMs za wasichana akiwaitisha nudes. Nikatumua the evidence. Tulikuwa tumeachana. Akani apologize, tukarudiana, but still hakuchange. That's why mimi nimeamua kutoka. But again, akianza kunitisha sasa kuniambia ule msichana alimwagiwa acid, hiyo sio something, sijua anaweza nifanyia nini. Nikamwambia it's okay, you can do whatever that you want. Mimi sina shida na wewe. Na akaniambia nakujia kuchukua anything that alibai kwa hii nyumba. Nikamwambia it's okay, unaweza tumana. So alikuwa nakusaidia before vizuri tu. Makubwa haya. Sasa unijibu vizuri. Na ni ukweli wanavyosema kwamba alikupaka ugonjwa, ni ukweli au ni maneno ya watu? Ndio alikuja tulipima. Alikuja tulipima. Kazi ninayo leo. Leta sura huku. Sio kama unanizomea huko pembeni. Yeah. Unafikiri tukusaidie vipi Freezy, kwa sababu umepitia magumu? Na hizo dawa ambazo umetuonyesha hapo, umesema umepigwa dawa ya kwenye mishipa, kipochi manyoya kwa sababu ulikuwa bikra, ili amefanya yote imradi kuingilie, na ulisema kwamba alishafanya hivyo.
Oh my goodness. Na ndo nalipa rent. Mbona sasa mnasema mambo ya rent tena? Comment section mna kierere sana. Ndio maana wengi mmeachika na mapenzi, mko single. Mko kierere sana. Mnaandika kitu ambacho muhusika hajasema. Are you mad? Wajuaje tatizo ni nini sasa Freeze mpaka sasa? Unahitaji mchango au? Alikukula huko nyuma. Na pia mimi na comment section we are still struggling to understand intention yake kukuja hapa ilikuwa ni nini, because hajatuambia. Anatupeleka from one story, tunakatiwa nusu, tunaruka kwingine anatukatia quarter, tunaruka kwingine ni kilo. What was the intention? Na alikuja kufanya nini? Because hatujui. We are very lost. We don't know where to start. We don't know how to help. We are completely lost. Sasa atuambie intention yake kwanza ilikuwa ni nini? Yeah. Eriko, kumbe ni wewe ndugu yangu. Wewe mimi nakujua bwana. Sikujua, lakini kama ulikuwa kwenye mapenzi na huyu. Then nani Freeze, tuko serious sasa, kikao kimeingia watu wakubwa na akili zao. Kuja kwa kamera, wacha kujishika mashavu, tujue kunaendaje. Na usirudi tena kujificha huku nyuma. Focus sasa. Nafikiri umemsikiliza Sheikh Simwa, naomba sasa utujibu. Okay. Yes, nanisikia. Yes, nakusikia. Yeah. Actually, okay, nimwambia the nini. Acha nianzie na nitwangaje. Acha nianzie place yenye ilikuanga ya dawa. After amenidunga hiyo dawa, actually nakanga nikimwambia mimi na feel dizzy, and then like mimi sijui ilikuwa inaitwa ketamine. You are a doc, you know that med, si ndio? Yeah, ilikuwa ketamine. So like nikakubali, like wakanidunga, akasema nataka ulikubali akudunge? Like alisema ananidunga like ulisaini Freeze, stop there. Freeze, usituambie mambo ya shindano tena, juu umeshatuambia intention yako leo. What was your purpose to come here? Because unatuambia hii, unatuambia hii, we are lost. Atujui nini unatuambia. Ya shindano ulituambia put it aside. What was the purpose ya kukuja hapa kwa Boscan today? okay, like nilikuwa niliambia Boscan bidhe I just coming to speak out before. Okay, nimeniambia nisisema the whatever yenye nilikuwa nataka kufanya. Nilimwambia I'm just coming to open up just in case of anything. Na nikamwambia the actually hiyo part yenye nilimwambia ya relationship peke yake. But again, after all, alikuja kama saizi alikuwa ameniambia eti sijui ule msichana alimwagiwa acid, sijui kufanywa like yeye atanifanyia something bad, akanithreaten, and then because alikuwa anafaa kukuja May date 2 if I'm not wrong. So akaniambia last week aliniambia ametuma polisi wakuja kwa nyumba. That was last week. Mimi nikamuuliza wanakuja kufanya nini? Akasema like wanakuja kuchukua everything kwa nyumba. Nikamwambia it's okay. Mimi nikawangoja, hawakukuja. The police hawakukuja. So every time like ananiambia sijui mara anatuma, kuna siku pia ametuma bro yake. Nilikuwa nimelala nasikia bell ikiring, bro yake ananiitisha sijui nini ya nyumba, nikampea. So every time amekuwa akinithreaten, akinitukana, akiniambia sijui atanifanyia nini, like hizo stuffs zote. So
Last time akiwa huko alinipiga. Haturudishi vitu. We. Akakupiga. Hey, tunahama na hizo vitu sasa. Alikupiga ukaumia. Uko na obi. Hey. Ano pole kama tuendele Yeah, last time akiwa huko alinipiga hiyo the last day hiyo siku alikuwa anaenda. So okay, saizi nikikuja mimi tulikuwa tumekosana juzi. Hakuniongelesha like the whole yesterday. Alinipigia mimi sikuchukua call cause every time tunakosana nasemanga let me sijui wacha nichukue vitu zangu sijui nini toka kwa nyumba yangu. Hivyo ndo anakipi kusema every time. So actually leo akaniambia baada wacha nikuulize swali. Unataka pesa ngapi nikutumie saizi kutoka hapo? Period. Yes, hapo sasa. Mike kwako Eriko, karibu sana my brother. Usiseme unataka pesa ngapi? Basi tulia. Wanaongea wawili hawa. Namuuliza. Ongea, siongee unanishi freezing. Unaulizwa how much money unahitaji sasa hivi utumiwe? Like 7 sija okay me after that mimi nimemwambia alikuwa ameniambia nitoke nikamwambia it's okay mimi nitatoka kaniambia taja pesa. Sema pesa. How much do you want bwana? Yeah, How much do you want? Kwa nini umblock akikutishia? Si kwa nini umblock nini kabisa like umblock? Why are you still keeping in contact na yeye akikutishia akikuthreaten hivi? Bado mvulana ako so child. Focus. How much do you want? Focus. Yeah. Simple question. Aya, shida ni nini utuongeleshe? Is it money? If you need money, just say you need it. Tutakusaidia tu. Do you need to move to a cheaper house? Ongea freeze, utasaidika hapa. Do you feel you need to move to a smaller house? yeah, I need to go to maybe to a cheaper house. Oh. Hizo vitu zenye ziko hapo kwa nyumba ni zako? Alikuwa amesema atapeana. I mean atakuja ama tumane. But uko na vitu hapo zenye ni zako? Of course. Okay. Hizo si aweke namba tuanze mchango ama ni mnyaji tunamsaidia? Mimi ndo na kazi ya kuchosha watu wangu. Sawa, pole basi. Ndio kwanza hata hujanitafuta uniulize unaendeleaje wiki nzima hujaniona. Pole Boscan, pole sana, pole. So ina mambo yote ilikuwa end of the nini? Nimefocus na ndoa sana, nimesahau watu, lakini nitarudi. Umeolewa na mimi ndo amekuoa. Ikiachwa nitarudi lakini most of those ladies are dirty. Vitu wako nazo wanadinyo ndio wapate. Wewe unataka upewe bure. Hawezi pewa bure. That is the problem here. Frizzle wants to act virgin 24/7 but live a life yenye watu wanadinyo wanaishi. Hawezi, and I repeat that. You want to act like a virgin 24/7 lakini unataka kuishi maisha yenye watu wanadinyo wanaishi. Hawezi Frizzle. And I warned you that one. Ile siku mlienda hospitali ukinipigia simu. I warned you. Na maneno ya hospitali wacha ni clarify that one. Boscan, Frizzle alikuwa yule, kuna wale wasichana conversation mtani confirmia. Kuna wale wasichana wako na sehemu nyeti tight, kuna ka vessel kanapitanga katikati, yenye hata ukiingiza kidole unasikia ni kama ni uchungu. So whatever that guy did,
sikiza nikueleze Boscan, whatever that guy did, walipeleka udem hospitali, kumpeleka hospitali, wajaribu kuone kama kuna anything like operation that is needed. So walimdunga sindano ya kugandisha sehemu nyeti, ule jamaa aingize nini? Aingize msolombo yake ili afungue njia. Whatever they went to do at the hospital was kufungua njia, which is normal for most wasichana wakubwa wenye mtu ajai dini wako na venye sehemu nyeti inakuanga tight kidogo. Alienda kufunguliwa njia. The Kiswahili is kufunguliwa njia. Frizzil explained to me everything systematically. Nikamwambia that one is okay because kama hujafunguliwa njia wakati mwingine ngono inaweza kuwa uchungu na inaweza zampea trauma. Unaelewa? So mimi nilimwambia that was a very wise move by that daktari. It was a wise move and I really applauded it. Okay? So that is what happened. Frizzil was a complete virgin. That one I can testify. Mimi naye hata naweza beba Biblia. I can confirm to you Boscan that at that time she was a complete virgin. Hiyo naye lazima hata zile vitu. Yes? January hii. At the time alikuwa anaenda kufunguliwa sehemu nyeti. I can confirm to you and trust me if I say that. Okay? No, I personally confirm. Kola nikuulize swali. Ulijua aje? Nimesema because of bro code kuna vitu siwezi sema Eriko. I respect you a lot. You know you are my bro. But at that time she was a virgin. Number 3 Boscan nikimalizia. Frizzil, I know Frizzil, she's somebody who was she's weak emotionally. Ni wale kitu kidogo homa kidogo analia. See Eriko is here. Frizzil has been crying on camera since time memorial. It is not news. Okay? She's been crying on camera since time memorial. Lakini ile kitu iko hapa ni moja tu. Frizzil, nimekuambia mbele ya Boscan na nimesema pole sana, please usinilaumu. Wacha kutaka kuishi maisha ya watu wengine.